Okay, episode ya kwanza inaanzia hapa. Wafanyakazi tuna changamoto. Sasa huyu madam akamwagia maji kabisa mfanyakazi, alikuwa amemletea matunda. Unaona? Mfanyakazi macho kabisa akawa haoni. Madam anazungumza, "Wewe, mimi nimekuambia mimi nakunywa chai sasa hivi, unaniletea matunda ya nini? Unaniletea matunda wakati unaona kabisa nakunywa chai. Maana yake nini? Unadharau." Sasa kumbe mume wake alikuwa nyuma kabisa, ameshuhudia tukio zima. Wewe una akili kweli wewe? Ni mfanyakazi ambaye umesoma au namna gani vipi? Kumbe yule mfanyakazi alikuwa na nia mbaya, alikuwa amemletea matunda madamu wake kwa sababu madamu alikuwa na ujauzito kidogo, alikuwa na ujauzito. Wewe licha ya mimi kuwa mjamzito, wewe usinichukulie kama boya. Muda wote matunda, unaniona nakunywa chai hapa na miogo, alafu unaniletea matunda. Maana yake nini? Sasa jamaa kabisa alikuwa ameshuhudia kitendo kizima, akawa anasogea taratibu. Nakwambiaje? Wewe sio kwamba kila muda unanijali. Yupo mume wangu atanijali. Wewe kama nani? Wewe ni mfanyakazi wa ndani. Mara ghafla akamuona mume wake, akamfuata kwa kumnyenyekea. "Mume wangu, huyu mfanyakazi mimi simuelewi. Yaani amekuja hapa, anakuja ananiletea matunda yenyewe mimi sijapenda. Mimi simpendi huyu mfanyakazi." Sasa yule madam kabisa akaanza tena kumchongea huyu mfanyakazi. Analetea matunda mwenyewe hajaiva. Hivi unamuona huyu mtu? Matunda machafu haya, mtu mwenyewe hajaoga. Nywele hizi ni chafu. Sasa yule jamaa kupenda kabisa kitendo cha mke wake, kumfokea kabisa huyu bidada mfanyakazi wa ndani. Sasa kibonge mwenye nyumba akawa anazungumza, "Jamani, pole sana." Yule mfanyakazi akaanza kuzungumza, "Kweli bosi, mimi siwezi kufanya kazi humu ndani. Kiukweli mimi nanyanyaswa. Kila siku nanyanyaswa na huyu mama. Mimi nimemkosea nini? Nimemletea matunda kwa kuwa ni mjamzito. Mke wako nimemletea matunda kwa upendo. Lakini kanimwagia maji. Nimekosa nini mimi? Nimekosa nini maskini ya Mungu? Mimi nimekosa nini? Nirudishe ni nyumbani kwetu." Sasa yule mfanyakazi akaanza kulia kabisa kwa uchungu. Jamani, tujifunze kuishi na wafanyakazi wa ndani, tusiwanyanyase kiasi hiki. Mishahara yenyewe michache, 40,060 ni michache sana. Sasa jamaa akamtuliza akamwambia, "Pole sana. Mimi ndo nimeona tukio zima. Pole na kuhakikishia utaendelea kufanya kazi hapa, nitakuongezea na mshahara. Hili jambo nitaliweka sawa, usijali. Kuhusu mke wangu namjua matatizo yake mimi mwenyewe." Sasa yule bibie kabisa alimsikiliza kabisa kibonge. Ngoja tuone episode ya pili, maana huyu mwanamke alimwangalia kibonge alipompa msamaha.